Karibu. Wewe baba. Kwa tatizo nini mtu? Wewe tatizo ulijui? Yaani umetoa mbaliga zako 1, 2, 3 umekuja na hapa tatizo ulijui? Sasa baba ungunani ukae. Mimi mwanaume suruali sio shida zangu. Ukihisi umekuja na hela eka hapo kaa chini. Kama una hela baba ulivyokuja ndio nataka uondoke hivyo hivyo. Makame, mwanangu tutafute hela. Sio unacheka, tutafute hela baba. Itafikia kipindi watoto wazuri tutaita mashemeji. Kalili maneno yangu, itafikia kipindi watoto wazuri tutaita mashemeji. Ni bosi ya kumanya, umefika hapa msikuelele, mara tutafute hela, mara hivi. Kulikoni mwanangu? Bwana, nilienda kwa shemeji yako Shakila. Nimefika pale, nimegonga mlango, nimefunguliwa vizuri tu. Naingia ndani. Ile nataka kukaa, tunaambia baba, ishia hapo hapo. Ukitaka kukaa, weka mzigo pale. Weka mzigo mezani. Ninavyokuambia, nilishindwa kujitetea. Na aliongea, unajua aliongea? Nimeamini. Tutafute hela. Ikabidi mimi nitoke. Kanifungulia mlango, nikatoka zangu. Kitendo cha kutoka tu nje, nakutana na mama mwenye nyumba. Alianza kucheka kicheko cha kizarau. Mimi cha kufanya sina cha kuongea. Ikabidi nimwangalie tu. Huyo chacha. Nikaondoka zangu. Na ndio maana nakwambia ndugu yangu, tutafute hela. Nimeamini. Mwanaume pesa baba. Mwanaume pesa Makame. Kisha kwamba watu wazuri wasikizao ni bomba. Watu wazuri bila pesa huwezi toboa. Yaani kamwe kwa dunia hii sasa tulionao, kila demu mzuri anaangalia pesa. Yaani unachokizungumza mimi sikupingi. Ila mimi sina mengi ya kuzungumza. Yaani leo ndugu wangu, sitaki ufanye kazi ya aina yoyote. Yaani kazi hizi ndogo ndogo nyingine nitakusaidia mimi. Nitashukuru dada. Alafu, hivi unakumbuka lile swali nilokuuliza mule ndani siku ile? Ndio nakumbuka. Nahisi kama ulinielewa vibaya. Kivipi dada? Yaani mdogo wangu, unavyoniona hivi umri huu, kwenye ndoa yangu na miaka 8. Mpaka sasa hivi sijabahatika kupata mtoto wala kushika mimba. Yaani mpaka muda mwingine nawaza, nafikiria au nitoke nje ya ndoa, huenda nitabahatisha kupata mtoto. Samahani dada, tena nakunyoshia kidole. Usije ukasubutu kutoka nje ndani ya ndoa yako kisa kutafuta mtoto. Usije ukajaribu, tena Mwenyezi Mungu hapendi. Je, ukienda afu hujapata mtoto? Kikubwa dada yangu, muombe Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Kwani uone kama utamzalilisha mume wako? Usije kujaribu dada yangu. Nachokuomba muombe tu Mwenyezi Mungu. Sawa mdogo wangu, nimekuelewa. Asante. Haya. Kwenye maisha kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Dunia, ulimwengu shujaa. Karibu. Fungua. Shem. Karibu. Asante, habari zako? Safi. Leo namshukuru Mungu kabisa. Vipi dada, nimemkuta? Dada yako ametoka na mwanae. Wameenda madukani, kuna vile ameenda kumtafutia mtoto. Wametoka muda? Sio muda mrefu sana, muda
sio muda mrefu sana. Basi sawa. Maana mimi nilikuja kwa ajili yake. Kama yupo acha niende, akija utamwambia. Sasa shemeji, inaona kama dada yako hayupo, basi hapa wewe huwezi kukaa kwa sababu dada yako hayupo. Ina maana hapa tunakumkuta mtu. Hamna shemeji. Nakaa lakini sio lengo. Haya. Ila njoo kwanza. Kaa kwanza hapa shemeji. Kaa kwanza. Mbona hivyo? Kuna kitu kimoja Shakila nikwambie. Siku zote macho wanaona afu moyo wanatamani. Kuna mambo mengi yanayokukabili. Nataka nijitwishe majukumu yako. Sawa, utajitwisha majukumu yangu. Na vipi kuhusu Shani? Hapa Shani hana nafasi. Tunazungumza mimi na wewe. Lakini akija Sikiliza. Ninachokuambia. Weke moyo na weke akilini. Mengi utayapata na mengi utafaidi. Sema mwana, nimekumbuka kitu. Hivi unakumbuka ile siku ile kuna ushauri ulinipa hapo nyuma? Ananiambia nifanye mpango, nitafute mtu ambaye angalau kidogo atanipush kwenye mambo yangu. Sema sasa nilipopata ndo pagumu. Nimempata yule mume wa shoga yangu, mwanaume mwenyewe. Yule wa saluni, yule Shani yule ambaye nilikukuta siku ile pale akakugia hela. Namjua. Wewe unalokuanzisha nini hapa? Ha? Huyu vipi? Rafiki yako mmeshare damu? Si rafiki tu. Kinachokuchanganya hapo kitu gani? Changamkia fursa, acha ujinga wewe. Ha? Nyewe huyu mnamuelewa? Tumuelewa wapi? Hizo ndo fursa. Changamkia fursa Shakila. Ndugu wa nini? Mjini hapa. Ni sawa mnavyoongea, ila nyinyi mnajua mnachukulia simple. Yule ni mume wa rafiki yangu, alafu ni ananiamini, ninamwamini, ananisaidia, tunasaidiana. Kwa hiyo unataka kuniambia siku namleta yule bwana humu ndani utampigia simu Shani aje hapa, njoo Shani huku. Bwanako kaja humu ndani. Wewe shoga yangu naziki, maana yule bwana kanambia 200 hizi sio shida zangu. Kodi, sijui kula, sijui mavazi, yani hiyo sio shida zake. Sasa wewe kunawaza nini? Yani hiyo siku utakayokuja kufumwa nyinyi mtakavyoanza kunicheka. Sasa sikiliza. Hilo wewe lisikusumbue. Nipe jina la huyo rafiki yako sijui Shani. Mume wake anaitwa nani vile? Masudi. Sadat. Mimi unajua ni mtu wa Kigoma mwisho wa reli. Kwa majina hayo tu mimi namaliza kila kitu. Jero langu tu ndio namaliza kila kitu. Kwenye maisha kuna mambo mengi. Kuna vitu vingi. Oh dunia da ulimwengu. Susan. Mizikana mke wako eti kisa jaza. Oh dunia. Suzi. We Suzi. Suzi. Mbona upo hivyo? Niko sawa dada. Hapana. Ina maana muda wote nakuita Hauitikii? Ina maana unisikii? Au kuna kitu nimekukwaza? Hakuna chochote kilichonikwaza. Ila nimemisi sana mwanangu. Unakumbuka mtoto? Ndiyo. Mwezi unaacha kazi. Nahitaji kwenda kumwangalia mwanangu. Nimemisi sana. Nataka nicheze naye. Sawa, nisubiri. Oh dunia da ulimwengu shujaa. Mizikana mke wako eti kisa jaza. Oh dunia da ulimwengu shujaa. Mizikana mke wako eti kisa jaza. Mungu pekee. Mungu pekee.
Kuna shida gani? Naja kwako niokoe. Siye binadamu, tumeumbiwa changamoto. Kwenye maisha kuna mambo mengi, kuna vitu vingi. Oh dunia, ulimwengu shujaa. Wezekana mke wako eti kisa jaza. Oh dunia,